Afadhali nimekuona ndugu yangu. Vipi ndugu yangu? Wema kabisa. Upo? Nipo. Za mibimbiliko ya dunia. Tunapambana kaka. Za mahangaiko. Upo kabisa. Shida. Upo kaka. Mitikasi. Upo kabisa. Bwana Gati, habari mbaya kwako, jua ni habari nzuri kwa mwandishi wa habari. Sijakuelewa na dhamira gani kusema hivyo Mr. Bwete? Aha. Wewe mimi utanielewa, si tumekutana? Lazima utanielewa. Bwana Gati, umebahatika kuoa mwanamke mzuri sana, mlimbwende safi kabisa. Lakini nikupe pole sana. Sijakuelewa maana yako Mr. Bwete. Una maana gani kusema hivyo? Mdogo utaelewa. Kurukaruka kwa maharage ndio kuiva kwake. Na dunia inapojizungusha kwenye muhimili wake ndipo tunapata mema na mabaya. Bweta, sijakuelewa mwanangu mpaka hivi sasa. Maana umekuwa kama mzee wa methali na nahau. Hem, tohoa nijue maana yako ni nini? Oh, calm down my man. Nakupa habari yote moto, maana ninayo hapa. Najua ndugu yangu unampenda sana mkeo. Sasa leo mimi katika pitapita zangu, katika kutafuta ubuyu namna gani naweza kuchangamsha mji huu basi nikapata habari njema, habari moto. Mkeo bwana, nimemuona kwa macho yangu akiwa ameweka utupu hadharani mbele ya mganga. Yaani namaanisha hivi, kavuliwa nguo na mganga wa kienyeji. Mke wangu mimi? Hauko serious kaka. Ndugu yangu, kwa mtazamo wangu ninaokuona wewe ni zamwamu. Angekuwa ni mwanaume mwenye akili timamu, angekuwa anaelewa nini anataka kwenda kufanya. Ilikuwa sio habari ya wewe tena kwanza kunijudge mimi. Don't judge me, my man. Ulitakiwa uchukue maamuzi sasa hivi. Mkeo anaweka utupu hadharani kwa mganga wa kienyeji, utupu unanipa. Afu unachukulia eti bro nini? Fanya maamuzi kama mwanaume. Bweta. Kama unataka kunigombanisha mimi na mke wangu, hautoweza kabisa. Maana nampenda sana mke wangu na yeye ananipenda pia. Message send. Na acholile kachola. Yaani nimesimama hadi miguu nataka kuingia ndani. Yaani ungechelewa tu kidogo, ungekuta nimeshaondoka. Hapana. Leo nilichelewa kurudi nyumbani. Ndio maana hata nimechelewa kufika mahali hapa. Hiyo ni? Hili ni dagaa. Nataka kununua hapo gengeni. Na vipi mama anaendeleaje? Ukweli, nasi kuna jambo ambalo halipo sawa. Mama kuna kitu anachonificha. Ni jambo gani hilo ambalo halipo sawa? Na ni nini hicho unachohisi mamako anakuficha? Leo wakati najiandaa kwenda shamba, mama nilimwona akiwa amechuchumaa. Lakini pindi tu alivyoniona, alisimama kwa haraka. Pia alikuwa na hofu. Pia leo wakati natoka shamba,
nimeona mama alikuwa akitoka bafuni, lakini alipokaribia tu mlango alianguka. Wakati namkimbilia kumsaidia, alisimama pia akaniambia yupo sawa. Sasa sielewi ni kipi mamangu anachonificha hapo. Pole sana mpenzi wangu, lakini hili swala usilifumbie macho, natakiwa kulifanyia uchunguzi. Asante sana Moshi kwa ushauri. Ningeomba ukawahi kisimani kwa kuepusha kelele za wazazi, maana tunajua wazazi nao. Tutaonana kesho. Mungu akituamsha salama. Abedi, yaani wewe unajua kuzimalizaga mazungumzo kwa usalama. Niambie kipenzi changu. kuna jambo nataka nikwambie. Hicho kitu unataka kuniambia, unadhani kitanipa amani? Wala usijali, sio jambo mbaya. Sawa, niambie. Leo asubuhi nimekutana na mjomba wako. Nimejaribu kumsalimia akaninyamazia kimya, na muda nakaribia kuondoka, nimesikia sauti. Shikamoo Mbuli. Shikamoo. Marahaba. Mume wangu. Usilie mke wangu, mumeo nimerejea kijijini. Karibu mume wangu.
Sababu gani unamwekea naye? Mbegu, Mungu aliumba viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana, kwa maana ni sisi binadamu pamoja na malaika. Vyote ni viumbe vya Mungu na vyote vina haki ya kuishi, na ili uishi unapaswa ule. Kwa hiyo hiki chakula unachokiona nimewawekea malaika waweze kula ili tuweze kupata thawabu. Baba, idea yako ni nzuri sana, ila hapo umenifunga kamba. Na ungekuwa mwandishi wa vitabu, basi hadithi yako ingezidi ile hapo huko na pakawa, maana inasisimua sana. Baba, wewe unaogopa nini sasa? Mbegu, mara nyingi nimekuwa nikikuelekeza lakini unashindwa kunielewa. Siku zote Waswahili wanasema macho ya kipofu ni ile fimbo yake mwenyewe, lakini kichwa chako ni kizito sana kuelewa, na nikikutazama wewe ni yule kipofu ambaye asiyekuwa na fimbo. Na kingine, mimi nilianza kuzaliwa kabla yako. Nikikuelekeza jambo unapaswa kunielewa. Vipi hapo? Hadithi yangu inaogopesha eh? Mama, leo nitakufunga bila hata kutumia nguvu. Yaani kinyago nimekichonga mwenyewe, eti leo kinanitisha. Siku zote mdharau mwiba mguu wote atende. Hata wazee wa zamani walisema usimdharau mtu kabla hata hujamvuka. Sasa leo wewe umenidharau, bado game lipo, nitakuchapa. Oho. Cheza, acha kufikiria. Hizi ni hesabu za shule ya msingi tu. Hapa hizi 5. Mama, kalete maji. Nenda kakae tu mwanangu. Kakae tu, tuendelee. mama, naomba uniambie unasumbuliwa na nini? Hamna mwanangu, ni mate tu yalinipalia. Mama, nadhani ushawahi kunifunza kuzungumza ukweli
ni nafasi pekee ya kuleta uhuru ndani ya nafsi. Ninachojiuliza ni kwa nini unanificha mamangu? Abedi mwanangu, moyo wa mtu mwema ni sawa na barabara, hupita watu wema na wabaya. Mama, kwa nini unazungumza hivyo? Mabedi. 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 Kaka cha muogo, nilikuwa hata sija kusikia. Mbona unagonga mlango kwa fujo hivyo? Ngenge. Ina maana mimi muda wote ninapogonga mlango unisikii? Nilikuwa hata sija kusikia. Umeanza kuwa na dharau. Sawa. Sasa basi, kilichonileta hapa kwako ni jambo hili moja. Naitaka ile hati la shamba letu lile la urithi. Hivyo cha muogo, umerogwa au? Ni shamba gani unalolihitaji tena wewe? Hali ya kuwa kila mtu aishagawiwa urithi wake. Mama Bedi, naomba usije ukanitimua mavumbi, sawa? Mimi sio mpuuzi kama unavyofikiri, sawa? Hivi unajua kwa nini unapumua mpaka sasa hivi? Ni kwa sababu tu wewe ni manii ya baba yangu, la sivyo ungeshaondoka zamani. Hivyo basi nakupa machaguo haya mawili, utachagua wewe sasa, kusuka ama kunyoa. Naomba unisikilize tena, unisikilize kwa umakini sana. Nahitaji hiyo hati ya hilo shamba, aidha nikufunge kauli na wewe umfuate marehemu mume wako. Hapana, hapana, sikubali kufa. Mariaga! Wewe Mariaga! Mama Mariaga! Mariaga mwanangu! Wewe Mariaga mtoto huku! Wewe Mariaga! Mtoto huku jamani! Mariaga! Naiona si ya watu wawili akijua jauana. Naiona si mzee, naiona si wakijua jauana, wakijua jauana.